Wewe sister. Hapa unafanya nini sister? Hapa unafanya nini? Vipi kwani hapo? Ndio kaenda nyumbani huko. Poa vipi na kishamtani? Poa vipi? Poa vipi babu, mbona tunaingiliana kwa mali zetu vipi? Chochoro nini na sister yangu vipi? Mapicha sielewi vinaendelea nini hapa? Kumbe sister yangu. Sorry sana mwanangu. Sema mwanangu, angalia sana mwanangu. Mimi nitakuja kukushanta mwanangu wewe. Sorry mwanangu, sijui. Wewe sister yangu mwanangu, mimi ndio tegemezi langu yule mwanangu, afu dakika mwisho vichochoroni mwanangu. Samahani sana tukiangaisha. Afu yule mtu wa dini babu, amekaje vichochoroni babu? Kama vipi unamtaka njoo nyumbani babu, sio vichochoroni vipi? Wewe sio Bamedi mwanangu. Angalia nitakuja kukukanda siku moja babu, wewe choko. I'm very sorry baby. Vipi Mr. Bengi? Safi bosi, sijui wewe toka huko. Huko salama kabisa, sijui wewe toka jana. Tunashukuru Mungu bosi, tuko salama. Okay, bwana Bengi. Naam bosi. Nia na zumuni yangu la kukuita hapa. Ni kuhusu ile issue ambayo nilikueleza siku ile ya yule binti. Okay. Yule Munila. Ndio bosi. Nimeshafuatilia kila kitu, nimeshajua anapoishi. Na nimeshapata baadhi ya vitu ambavyo vitakupa urahisi wa kumpata. Sawa bosi. Nahitaji ukaongea naye. Vipi shoga yangu? Unapendeza hivyo? Wapi shoga yangu, kawaida tu. Maana soko kuvaa hivyo. Unanipamba sasa shoga yangu. Je, uko ukivaa hivyo ndo maana? Mwezi wa Ramadhani shoga yangu. Haya bwana, umependeza. Asante. Mimi nahitaji uongee naye. Nataka nionane naye mimi. Hilo halina shida bosi. Kwa sababu sina nia mbaya naye. Yule binti mimi nimempenda sana, nahitaji kumuoa. Hamna shida bosi. Na istoshe na picha yake hapa. Kama itakusumbua sana. Na picha yake hapa. Vipi unafahamu? Nampenda sana. Unamjua? Mbona umeduaa vipi? Ndio kama nilivyokueleza. Vipi? Mbona sielewi? Umemuelewa nini kaka? Mbona unalegezea macho? Ndo nini hiyo? Munira, nikwambie kitu shoga yangu. Nampenda mpaka ni sielewi. Sasa kaka wapende watu wafupi. Ndio hizo yani ananikataa sana. Haya bwana, tutajua wenyewe lakini haya ni shoga yangu. Sasa nampenda kaka. Kaka yangu mimi hawezi kuwa naye hata iweje. Wewe unapenda wanawake fulani. Sio unajua kwanza kaka yangu mwenyewe alivyo. Mbona shoga yangu sikatisha tamaa hivyo. Sio ukatisha tamaa, nakwambia ukweli. Juma mimi ndo najua. Mbona sikuelewi? Mbona unabadilika ghafla? Vipi? Kuna shida? Shida mna mimi. Ila mama anaumwa. Au siku hizi unaanza kuchanganyikiwa? Acha upumbavu unaongea na wewe. Vipi? Samahani. Nilipitia kidogo. Kama nilivyokuelekeza usisahau. Sawa bosi. Na nahitaji umakini kwenye kazi yangu. Usichukulie masiala hata kidogo. Hii issue ni serious kabisa, sawa? Sawa bosi. Mimi nitakufanyia vile utakavyo. Haina shida. Sio kama unapenda. Jitahidi. Sio jitahidi, Munira nisaidie mimi. Mimi nitakusaidia nini jamani? Nampenda kaka. Mapenzi hisia juu yake. Mwezio kwa ninavyomjua Juma.
Labda ufanye anavyo vitu ambavyo anavipenda yeye. Yaani akiniambia anachotaka chochote mimi nafanya. Haya ni bwana, mimi nyumbani. Unajua nimechelewa. Shoga yangu. Na wewe unaelekea wapi? Mimi ndio jobu. Haya poa, baadaye nitakupigia. Anipendi mwenzake, ananifanya mimi teseke. Anijali, mapenzi hisia juu yake. Na vipi ulipita kwa yule sister kule? Bosi, mimi naona vitu vingine nitafuata ofisini tena. Haina shida. Mimi naona ushapagawa. Sasa hivi akili yako haiko sawa kabisa. Alafu angalia kama umeingia kwenye mapenzi yatakuchanganya sana. Acha upuuzi, sawa? Acha upumbavu. Hamna bosi, kuna vitu tu vinachanganya private. Au sio? Haina shida, mimi naelekea nyumbani kwanza kutulia, najua nimechoka sana. Sawa bosi. Lakini kama unavyojua usisahau, sawa? Sawa. Haina shida. Kuna muda na kufuru Mungu, kwa nini nipo duniani? Magumu yote kwangu mimi. Hata sijui nimekosa nini. Mungu nione na mimi, shida zote kwangu mimi. Nilipopanga nadaiwa, nyumbani mama mgonjwa, hospitali majanga. Ndugu yangu, kama siku ile ulivyoniambia kwamba mapenzi yanaweza kanivuruga. Sasa kama naanza kuona ile dalili ya kuvuruga kwa mapenzi. Bado sijaelewa. Kama fafanua nikuelewe. Kimsingi iko hivi. Yule dem siku ile ulimkutana naye. Yes. Yule msichana yule ulimkutana naye siku ile. Nimemuelewa sana. Sio kidogo, nimemuelewa sana. Sawa, ulishaniambia labda kuna jipya. Lakini sasa naona kama kuna vitu ambavyo vitanipoteza kabisa kwenye dira hii ya dunia. Kama vitu gani labda? Bosi wangu anamtaka yeye. Hapo nikakaa mwenyewe nikawaza, nikaona Wizara ya Elimu inapaswa waandae course specific kabisa kwa ajili ya mapenzi. Yaani waanze kufundisha vijana mapenzi. Anamtaka kivipi kwanza? Hebu nielekeze vizuri. Yeye anamfahamu yule? Nataka niambia anamjua. Mr. Michael. Habari za siku nyingi kidogo. Salama. Naona ndugu yangu nitafuti kabisa. Kabisa. Na vipi kuhusu Tanzania, unarudi lini? Maana toka ulivyoingia huko umezamia kabisa ndugu yangu, umetusahau kabisa. Sijui wenyewe wamejuana vipi. Ila naona wanajuana kwa sababu jana alinionyesha picha zake. Okay. Wewe unamhitaji? Cha ajabu sasa. Ambacho ndio kinanichanganya mimi. Ananiambia mimi ni mkoadie. Yaani na maana mimi nimsaidie bosi wangu ili niwaunganishe. Mimi sidhani kama hapo kuna kipya. Kitu ambacho ndio kinanichanganya ndugu yangu. Hapo nimekuja kwako unipe mawazo hapo tunafanyaje. Nifanye alivyoniagiza bosi au nikaidi? Sidhani kama unakumbuka vizuri siku ile nilikwambia nini. Nakumbuka vizuri. Unakumbuka? Sasa kama unakumbuka vizuri, sijajua hapo unataka mimi nikusaidieje, maana siku ile nisha kuelekeza na nimemaliza. Lakini ukaona naongea upuzi na hujanielewa kabisa. Nikakwambia ipo siku utaelewa, nafikiri sasa umeshaanza kuelewa. Bila tusifike mbali. Unajua mimi na wewe ni kama ndugu, japo hatujazaliwa tumbo moja lakini ni kama ndugu. Kwa hiyo tatizo langu ni tatizo lako. Ili ndio nifike kwa sasa bro. Ni kama tushare hizi changamoto. Kwa sababu mimi sielewi nifanyeje. Unataka tushare kitu gani sasa hapa? Nipata mawazo ndugu yangu, nifanyeje? Nimkwadie bosi kama anavyotaka au nikaidi niende tofauti na anavyotaka yeye? Wewe ni mtu mzima, unajitambua ujue. Kwa hiyo mwenyewe unahisi labda unaweza kufanya nini hapo kwa sahihi?
Usiniambie bwana. Ni jambo la heri. Mr. Michael. Ni jambo kidogo nataka kukueleza. Jambo lenyewe ni hili. Hapana. Bado hujanipa kile nilichokifuata kwako. Kwa unataka ushauri sio? Mimi nataka unishauri nifanyeje kama ndugu yangu. Nifanyeje? Maana nipo njia panda sasa. Naona kabisa nipo njia panda. Mimi na hizo ushauri nilishakupa. Ukakaidi tangu mwanzo. Sijajua sasa kitu gani kipi nitakwambia na utakielewa. Maana wewe mambo yako huwa unapenda kuyafanya unavyoamua wewe. So nahisi unaweza mwenyewe ukafikiria ufanyaje hapo. Mimi siwezi nikukushauri kuhusu hilo kwa sababu nilishakushauri tangu mwanzo ukao hujanielewa. Unataka nikwambieje sasa? Hapana, sio hivyo. Siku ile ulikuta kwenye situation ambayo pengine hata ungenishauri vyovyote vile nisingekuelewa. Lakini kwa sasa hivi ndugu yangu tayari nishakwama kwenye mazingira kama hayo. Kwa hiyo ulipaswa sasa unishauri kama ndugu yako. Sikiza mwambie bwana. Wewe mwenyewe binafsi unajua ni mambo gani yanayokukabili. Mama anaumwa kama vile. Kama unahisi kuna mtu mwingine anaweza akakupa msaada, sawa, unaweza kufanya hivyo unavyofikiria. Fuata mambo ya mapenzi. Lakini kama unazingatia majukumu uliokuwa nayo, mimi nasijibu nalo. Unachotakiwa kufanya ni kipi? Kwa maana hiyo sasa niachane na sio? Mimi nimeshakuelekeza kila kitu hapo. Kipi ambacho hujaelewa? Bro, mbona kama leo uko out of mood? Hebu naomba nielekeze vile ambavyo unaona hivi. Utoe ushauri, unaanza kujikanyaka unaambia sijui siku ile nikushauri. Siku ile ni siku ile na leo ni leo nimekufuata. Nimetoka nyumbani mpaka hapa nikufuate wewe. Unishauri wewe kama ndugu yangu. Listen. Una kazi nyingine kufanya? Tofauti na kazi hiyo ambayo unaifanya sasa? Unajua ni muda mwingi sana umepita hatujafanya biashara mimi na wewe. Toka mwaka jana unajua. Na kama unavyojua mizigo hamna kabisa na mtu ambaye anakutegemea ni wewe. Mizigo fake wateja wangu wanalalamika, yani watu wanafoji mizigo. Nimemiss sana kufanya biashara. Zipo wewe. Kwa kuna kazi nyingine ambayo unaweza ukafanya ukapata pesa na ukamtibia mama na majukumu mengine yakaenda. Sikuelewa. Yaani unamaanisha kwamba nafasi ya ajira ambayo inaweza kaniingizia kipato hapo nilikuwa sijakuelewa. Nyosha maelezo sijakuelewa. Kwa kimsingi sina tofauti na hiyo. Una? Sawa. Kwa hiyo kama unayo fuata mapenzi, achana na Ami. Alright? I think umenielewa. Yes, siwezi kuachana naye. Basi jibu nalo. Hebu bila kufikiria. Mamangu mimi anataka nioe. Mwanamke ambaye mimi kwangu mimi naona kama ni sahihi ndio yule nilimuona mimi, ambaye hata tajiri wangu naye kamuona. Sasa nifanyeje hapo? Kuna mawazo mawili yanakinzana, mawazo yangu, mawazo ya mama yako upande mmoja. Alafu kuna mawazo ambayo ni ya tajiri anataka kuniharibia. Nifanyeje? Baada ya wiki mbili. Nitafurahi kama nitaiona sura yako tena. Kitambo sana ndugu yangu. Haina noma, rudi tufanye biashara. Bora tunaongea sana ndugu yangu. Kipi ambacho hujakielewa hapo? Nishakwambia kama una kazi nyingine kufanya. Hata mapenzi tena nami. Hapo nifanyeje hapo ndo sijaelewa hapo. Hapo utakiwa nielekeze vizuri mimi kama ndugu yako. Kama kunikanya unikanye. Nikukanye kitu gani? Ulishangania mapenzi tangu mwanzo, nishakushauri achana na mapenzi. Sio wakati sahihi ukangangania. Sasa hivi sijajua kitu gani unachotaka kutoka kwangu. Ninachopaswa nikwambie nimeshakwambia. So sina msaada mwingine tofauti na huo. Basi poa. Kama umenielewa umenielewa. Kama hujanielewa it's up to you. Basi poa. Utafanya maamuzi mwenyewe. Sawa. Maana naona kukushirikisha imekuwa changamoto, unaanza kunichamba tena sasa hivi. Unaangalia nini uko unajizulisha? Mimi naenda zangu bwana. Mimi na vitu vingi vya kufanya ndugu yangu. Poa basi. Basi poa poa.
Haina shida. Haya. Maumivu moyo wangu unayajua, ya Rabbana, yaliyofichikana unatambua, na tena sana ni mwezi huu wa 3. I'm trying to tell. Halo? Mambo. Poa, kwako? Safi. Salama tu mzima. Wewe mzima, uko poa? Ya, niko poa. Samahani, nikupigia simu nataka tuonane. Unasema? Vipi utakuwa na time tutoke kidogo?